asifiwe. Bwana asifiwe. Nakumbuka wakati Mungu aliniambia nikuje Kenya, nilikuwa nimemaliza siku 4 kwa maombi. Haleluya. Ya kufunga. Kama singekuwa kwa maombi ya kufunga, ningejua Kenya. Haleluya. Huyu mrembo ningemupata. Bwana asifiwe. So wakati tumefunga na kuomba, kuna mahali Mungu anatupeleka. Bwana asifiwe. Wafanya huduma kwa hii madhabahu, tujifunze kuomba. Kama tunataka Mungu atuinue zaidi, kama tunataka tubarikiwe, tujifunze kufunga na kuomba. Mimi kuna kitu kinanishangaza. Unaona mtu kanisani anapewa maiki kila sana, lakini naye appetite anakuanga nayo anazidi nguruwe. Kama kuna kitu kinakuanga na appetite ni nguruwe. Nguruwe hata ikihisi njaa inaweza kula watoto wake. Haleluya. Halo. Nimewaongelesha vibaya? Ukikwazika haina shida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukiona mtu anasimama kwa madhabahu wiki yote inaishi, hajafunga, hajaomba, wiki ya pili, mwezi, mwaka, sasa hiyo neema unatowanga wapi? Tusemezane ukweli, hiyo unatowanga wapi? Enyi waimbaji, mnatowanga wapi? Tofauti yako na muimbaji wa kidunia ni gani? Tofauti wa waimbaji wa kanisani na wa kidunia ni moja tu, ni kufunga na kuomba. Maana kama ni practice, na wa kidunia wanafanyanga nini? Practice. Kama ni masauti mazuri wanakuanga nayo tena sana. Lakini tofauti ya waimbaji wa kidunia na wa gospel, haleluya, ni kufunga na kuomba. Kama wewe unafanya kwa vyombo, kamata wakati uombee hizi vyombo. Mwambie Mungu, nimepinga roho ya kuchoma vyombo. Mwambie Mungu, wakati Daudi alikuwa anapiga kinanda, alikuwa anapiga gitaa, haleluya, akipiga gitaa Sauli anafunguliwa, anakombolewa. Na mimi nipe hiyo neema, haleluya. Mwambie Mungu, vile Miriam alikuwa anaimba, na mimi naitisha hiyo neema, haleluya. Kama wewe ni mhubiri, ambia Bwana, fanya maombi ya kufunga. Mwambie Mungu, vile Paulo ulimtumia akafungua makanisa mingi kuliko mitume walitembea na Yesu, na mimi nitumie hivyo hivyo. Ambia Bwana, vile ulikuwa unatumia manabii wakina Yeremia, na mimi nitumie. Funga na kuomba ndio utafaulu.